Mama, naiona hali ya baba yenu. Hali ya baba yenu si nzuri. Baba yenu anahitajika apate mtu akaa naye. Mimi nipo, lakini kwa kusema kweli wanangu simuwezi. Kwa sababu huyu ataka apelekwe chooni, huyu ataka kulishwa chakula, hawezi kula mikono yote yalega hivi. Baba nawe nakugeukia mwanangu, hali kushaiona nawe nyote kwa pamoja. Kwa hivyo wanangu, hali ni hiyo. Mimi nataka nikae naye sana baba yenu, lakini simuwezi. Hali yake ndio hiyo. Je, wanangu mnasemaje? Shangazi, mimi nimekuelewa. Lakini mimi nina mume. Halafu nina watoto. Yaani majukumu ni mengi. Kwa hiyo mimi siwezi kuja kukaa hapa. Kwa nini kaka usikae naye? Sawa, nimeelewa mlichozungumza. Lakini kutokana na system ya kimaisha, maisha yangu mimi magumu, na ukiangalia kazi nimepata juzi tu bisisteri. Sasa nikisema nitoke niache kazi nije nikae na mzee na kwa ni mtihani. Kwa sababu kazi yenyewe nimeipata juzi tu. Na siku 3 toka nipate kazi. Sasa nikisema leo nakuja kumuona mzee na kuja kukaa naye na kwa ni mtihani. Sasa tunakusikiliza wewe tu hapo utakapotuambia, kama kuna rai yoyote unaweza kutuambia, lakini au kusema nikae naye kama kukaa naye siwezi. Mwanangu mama, kweli mume ndio kila kitu. Lakini baba ndio baba. Huyo mikono haifanyi kazi. Huyu atakapelekwa chooni baba. Kwa hivyo tukae tusaidiane ulezi. Huo ndio ulezi. Basi sasa shangazi, nimekuelewa, lakini kutokana na system nitarejea vile vile tu. Kifupi mimi ni mpambanaji yani. Lakini nitajaribu kutupa muda wangu kwa ajili ya kuja kukaa na mzee, kwa sababu mzee ndio kila kitu. Katuhangaikia toka tu wadogo mpaka tumefikia umri huu tuliokuwa nao. Cha msingi hapa kinachotakiwa ni tuwekeane zamu. Hapo kidogo ndio itakuwa ni nafuu kwa ajili ya kuja kufanya hii, kumshughulikia mzee, kumwangalia yani. Sawa. Basi natupangiane hizo zamu. Mimi nitaongea na mume wangu. Nitamwambia jinsi wa mwaka tulipofikia kikao. Nimekubali nitakaa hizo siku 2. Siku 2 atakaa. Basi mimi hapo sina neno. Sina neno. Mama baba, baba ni baba. Sijadharau kwa mume. Baba nakwambia tena mwanangu, baba ndo baba. Huyo ndo baba yenu. Haya, wewe nenda. Hello. Na mume wangu za huko. Salama, vipi hali? Sasa kikao kimemaliza. Kwa hiyo tumekaa tumeshauriana kama tutakaa kwa zamu. Siku 2 nitakaa mimi, siku 2 atakaa kaka kwa ajili ya kumuunguza baba. Ndio. Sawa. Basi kazi njema. Haya sawa. Mwanangu. Mimi nataka niende nyumbani. Wewe kikubwa anachoambia unasisitiza kuhusu baba yenu. Leo yeye mume anakuja. Kwa hivyo mtajadili suala la baba yenu. Nafikiri baba yako hali aliyo akimwona tu mume atakubali tu kubaki nyumbani. Wewe baba. Mimi nataka niwaache wanangu. Mambo mazito nyumbani. Basi sawa shangazi, mimi nikutakia safari njema. Sitaki nitie maneno mengi sana, tutajadili ni hadithi story.
Shangazi, karibu. Haya, inshallah tutaona. Karibu tena. Asante. Wa mwanangu, leo mwindi nimempiga viloba hivyo vitatu. Kila anapovuta waya mwana uko wapi? Kimya. Kila anapovuta waya mwana yuko wapi? Kimya. Kila anapovuta waya. Kwani vipi mwenetu, una devela wapi? Sasa unajua mwanangu, fazangu mazingira yake amenipokezea tena, kaumwa. Oya, mzee anaumwa tena? Anaumwa tena. Anaumwa vibaya sana. Sema mwanangu, sikufichi. Ndio ile buba huku na huku, huku na huku, mzee kaenda. Wewe tajiri. Maskani hapa tukuone. Kwa sababu kule mna mashamba yenu na nini, makarafuu nini, kuteki mjengo pale na viwanja, ndio mkasema buba wewe na sisteri wako pale, bwana shamba moja lako, shamba hili la kulala lako, sio na nini na nini. Wewe mwanangu, ukipiga maskani tukuone hapa yani. Mwanangu sio poa. So unajua yule mzee sio mara yake ya kwanza kuumwa. Hii ni mara nyingine. Yule mzee mgumu kinoma noma. Tena kinoma noma. Kila siku anaumwa yeye tu. Sasa sikia mwanangu, nikupe ushauri. Yule kama vipi ile mtilie sumu. Kweli nina roho mbaya, lakini siwezi kufanya mimi nikatoka nile nikamtilia fadhangu sumu nikamuua. Kesho kutwa anakufa yule. Hali yake ngumu. Wewe mwenyewe ukimwona hizo kashtuka ni mwanangu. Aongei, afanye kitu chote kaganda tu hivi kama mzigo. Leo baada ya kwenda kumuona mkutea atetemeka tu. Noma sana hiyo. Kwa sasa mwanangu, vipi? Tomorrow nini unatimba maeneo? Kesho mwanangu hapa maskani mwanangu, kutokana na ratiba zetu nitaingia maskani. Mimi nitakuvutia waya na kifupi tutavutiana simu tu kama vipi. Yaani kifupi kesho natimba. Au sio? Basi ana noma. Sema nitafute yani. Haina noma. Mimi ngoja niingie hivi, tunajua tena mazingira yanatakiwa kidogo kila muda unapiga jicho. Hapo baadaye nitakucheki kwa simu, tutaangalia tunakutana hapa au tunakutana bondeni kwenye mishe zetu zile. Sinaelewa? Mwanangu ushindi. Au sio? Kwa hiyo basi utawapa salamu. Watakao kuja waambie nilikuwepo. Basi kwa asante sana. Haina noma mwenetu. Karibu tena. Karibu. Habari. Salama. Mzima. Gari ya mzee inaendeleaje kwa nyumbani? Yaani masaa mawili nilikupigia simu kweli usikie habari ya mzee inaendeleaje? Iendelee vizuri? Labda usikie habari nyingine. Habari mbaya. Shabu hayo. Kamuone. Twende. Haya mke wangu, baada ya kumshughulikia mzee, wewe kwenda chukua simu hapo nje? Yaani mimi nimetoka hata dakika 2 hazijafika. Mimi nashangaa siwataka fikaje hapa. Yaani baada ya kumshughulikia mzee, nimechukua simu hapo nje. Mtihani. Siku mzee hali yake sasa hivi ilivyo hivi. Hapa nyumbani sasa hivi mnaendeleaje? Au pana utaratibu gani? Tumepanga kila mtu atakaa siku 2. Kwa siku 2 naona kidogo hasikizi hizi. Kwa sababu ndo mzee chiki hivi alivyo hali yake hivi. Anakukaa sasa hivi kwa saa mzee yeye anakaa nje. Kufanya ila mzee wangu hamna shida, unapoa shamba. Mungu sana.
Abidi na nyinyi muangalie sana mzee, sichukue simu. Huyo kwa kila kitu. Akiondoka huyu, ndio na kitu. Hiyo simu haina maana yoyote. Sawa. Sawa. Mzee, basi inshallah mimi nakuja kuona na nishakuona. Mungu atakuja leo utapoa. Inshallah. Dua muhimu. Kwa hiyo mimi nakuruhusu kuondoka. Mzee, inshallah. Halo. Sasa kaka, mtihani ulioko hapa. Baba anataka kwenda chooni. Mimi nafanyaje? Nikatafute mtu nje? Yoyote tu. Sawa. Oya, vipi familia? Kama kaa. Safi, mambo yanaenda? Sure. Nilikuwa naingia mtaani kwako mwanangu hapo. Kila anapopiga simu naona mwana simu haipatikani. Inakuaje kwani? Mwanangu, si unajua kisusadu changu na kwa kikaichaji hichi. Ila mwanangu wewe unasikia. Misho tunazozipiga yani wewe itakiwa upate tambo. Ushaona? Upate tambo nini utambe nalo. Lakini nashangaa mwanangu wewe visoswadu kila siku ndo nini hivyo baba? Mwanangu, si unajua sema za kupiga chini tu. Wewe mwana unayumba. Sasa mwanangu, chuma imeingia hapo. Unaelewa? Chuma imeingia sasa, nilikuwa nakufuata nikuzoe ili tuingie. Kwani unaelekea pande zipi? Nilikuwa naenda kumwangalia mzee tu hapo. Sasa ifanye hivi. Kamcheki mzee. Ukishamaliza kumcheki mzee, chap kwa mwanangu. Dondoka maeneo yale tuenze tukamalize kimeo hiki. Kwa mzee nitaenda kesho yani. Heno lazima kwenda leo. Hapo unyama. Hapo unyama. Au sio? Basi tudondoke. Siwezi nikakupinga leo. Sasa kaka. Naam dada. Mimi nimeshamaliza majukumu yangu. Kwa hiyo nataka kuondoka nipate majukumu yangu. Sawa dada, sikatae majukumu yangu, lakini kutokana na mazingira yangu mimi ya kazi, sio unajua tena. Ni mzee wa kupenya chocho, sio unajua. Maisha yetu gaigai. Kwa hiyo si unajua mzee wa kupenya chocho. Yaani kuachie niendelee kubaki hapa mimi. Sina maana hiyo kama wewe endelee kubaki, lakini sawa. Mimi nilikuwa nina wazo, tuonaje tukatafuta mfanyakazi tu. Mambo mengine yakawa sawa. Kufanya kazi tena. Hivi umekuwa umelifikiria kweli? Ikiwa mimi na wewe tumeshindwa kumlea baba, tumeshindwa kumhudumia, kumpeleka chuoni na kumfanyia mambo mengine, unadhani ni nani ataweza kumshughulikia? Nisikilize sister. Haina maana kama mimi kukuambia utafute mfanyakazi kama mfanyakazi hawezi kumshughulikia. Kwani yule ni baba yake? Yule kwani ni mama yake? Hata mshughulikia mchawi pesa tu. Basi sawa.
acha nitapata yule shoga yangu pale atufanyie process kwa ajili ya kutafutia kufanya kazi. Yule shoga yako wa pale Atafanyia michakato mizuri. basi poa. Basi Asante. mamangu. Umefika? Nimerudi ndani huko. Kama umekaa huko nje. Ndani ndio huko. Kama baba nje kidogo baba nipungue upepo. Walishangaa hali kidogo. Vipi huko wale nyumbani wanamzani endeleaje? Mzee ni hivyo hali yake bado. Maana umewahi kurudi. Jamani, si tumepangia nizamu. Okay, hamna shida ila mimi nina wazo. Nitabakia pale nyumbani. Unafanya shughuli za kupika. Kwa sababu kaka hawezi kupika. Kwa kitu kwa majukumu pale nyumbani unabakia unapika. Si tushapanga. Tuna kazi siku mbili. Siku mimi, siku kaka. Zamu yangu imeisha, nimerudi. Kuna kibaya nimekifanya? Wewe hata kama sawa umepanga zamu lakini itabidi kwa hivyo. Mbona unang'ang'ania swala mimi la kubaki nyumbani? Au kuna mambo yako unataka kuyafanya hapa? Mtambo. Lakini si baba yule. Kwa hiyo unampenda sana yule mzee kuliko si au? Yule mimi ni baba yangu. Atabaki kuwa baba yangu. Mambo yetu tuachie wenyewe. Usiyaingilie. Yasikufanye wewe kama yanakuuma sana ya mambo. Umenielewa? Kwanza mimi niondoke, usiku niharibia siku hapa. Kwa hiyo